Na ninamshukuru Mungu sana kwa ajili ya ninyi nyote ambao mnaabudu pamoja nasi hapa, lakini mamia kwa maelfu ya wengi wanaoabudu nasi masafa ya mbali, mahali duniani kote. Hii ni Kwaresma. Hii ni Kwaresma, na ninawakaribisha ninyi nyote katika siku hii ya 5 ambayo Mungu anatupa katika mafungo yetu. Kama ambavyo tunafahamu, hatuihesabu siku ya Jumapili katika mafungo ya Kwaresma. Siku ya Jumapili ni siku ya Bwana. Kanisa linasherehekea ufufuo, na ndio maana Kristo anaabudu siku ya Jumapili, kwa kuwa ndio siku ambayo Yesu alifufuka kutoka kwa wafu. Kwa hiyo siku ya Jumapili huwa haihesabiwi katika mafungo yetu ya Kwaresma. Ni sikukuu kwa Mungu wetu. Na sasa ninawakaribisha katika utume wa neno la Mungu asubuhi ya leo, na tuna mada kubwa inayotuongoza kutoka misimu mpaka kusudi, from season to reason. From season to reason, kutoka msimu mpaka kusudi, kutoka misimu mpaka kusudi. Na bango letu kubwa linalo tuongoza hapa ni kama linavyoonekana, kutoka misimu mpaka kusudi, from seasons to reason, from seasons to reason. Neno kuu ni kutoka kitabu cha Mhubiri ule mlango wa 3 mstari wa 1. Mhubiri 3 mstari wa 1, Biblia inasema hivi: kwa kila jambo kuna majira yake, na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Lakini pia katika kitabu cha Matendo ya Mitume ule mlango wa 3 mstari wa 19, neno kuu linasema, tubuni basi mrejee, ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwapo kwake Bwana. Wapendwa mabibi na mabwana, somo letu la leo ambalo linatuongoza leo, maisha ni marefu kuliko misimu, na kipekee tutaangalia sonona ya Petro. Maisha ni marefu kuliko msimu, na tutaangalia sonona ya msimu kwa Petro katika kitabu cha Injili ya Yohana ule mlango wa 21 mstari wa 1 mpaka wa 17. Kitabu cha Injili ya Yohana ule mlango wa 21 mstari wa 1 mpaka wa 17, na mimi nawatangulia kusoma katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Baada ya hayo, Yesu alijidhihirisha tena kwa wanafunzi wake penye bahari ya Tiberia, naye Yesu alijidhihirisha hivi: Simon Petro na Tomaso aitwaye Pacha, na Nathanaeli wa Kana ya Galilaya, na wana wa Zebedayo, na wengine 2 wa wanafunzi wake walikuwapo pamoja. Simon Petro aliwaambia, naenda kuvua samaki. Nao wakamwambia, sisi nasi tutakwenda nawe. Basi wakaondoka wakapanda chomboni, ila usiku ule hawakupata kitu. Hata asubuhi kulipokucha, Yesu alisimama ufuoni, walakini wanafunzi hawakumjua ya kuwa ni Yesu. Basi Yesu akawaambia, wanangu, mna kitoweo? Wakajibu, la. Akawaambia, litupeni jarife upande wa kuume wa chombo, nanyi mtapata. Basi wakatupa, hata sasa hawakuweza kulivuta tena kwa sababu ya wingi wa samaki. Basi yule mwanafunzi ambaye Yesu alimpenda akamwambia Petro, ndiye Bwana. Naye Simon Petro aliposikia kwamba ni Bwana, akajifunga vazi lake, maana alikuwa uchi, akajitupa baharini. Na hao wanafunzi wengine wakaja katika mashua, maana hawakuwa mbali na nchi kavu, ila yapata ridhaa 200, huku wakilikokota lile jarife lenye samaki. Basi walishuka pwani, wakaona huko moto wa makaa, na juu yake pametiwa samaki na mkate. Yesu akawaambia,
leteni hapa baadhi ya samaki mliowavua sasa hivi. Basi Simon Petro akapanda chomboni, akalivuta jarife pwani, limejaa samaki wakubwa 153, na ijapokuwa ni wengi namna hii, jarife halikupasuka. Yesu akawaambia, njooni mfungue kinywa. Wala hakuna mtu katika wale wanafunzi aliyethubutu kumuuliza, nani wewe, wakijua ya kuwa ni Bwana. Yesu akaenda akatoa mkate akawapa, na samaki vivyo hivyo. Hiyo ndiyo mara ya tatu ya Yesu kuonekana na wanafunzi wake baada ya kufufuka katika wafu. Basi alipokwisha kula, Yesu akamwambia Simon Petro, je, Simon wa Yohana, wewe wanipenda kuliko hawa? Akamwambia, naam Bwana, wewe wajua ya kuwa nakupenda. Akamwambia, lisha wanakondoo wangu. Akamwambia tena mara ya pili, Simon wa Yohana, wanipenda? Akamwambia, ndiyo Bwana, wewe wajua nakupenda. Akamwambia, chunga kondoo zangu. Akamwambia tena mara ya tatu, Simon wa Yohana, wanipenda? Petro alihuzunika kwa vile alivyomwambia mara ya tatu, wanipenda? Akamwambia, Bwana, wewe wajua yote, wewe umefahamu ya kuwa nakupenda. Tena nakupenda. Yesu akamwambia, lisha kondoo zangu. Amen. Na hili ndio neno la Mungu. Na tutulie tuombe. Mungu mtakatifu, Baba, katika jina la Yesu, asante kwa sababu unaishi, unamiliki na kutawala. Baba, saa imefika na sasa ipo, ujitwalie utukufu, upende kusema na kanisa lako, wala usinyamaze. Uweza wako wa kimbingu ukapate kutuonekania. Utujalie roho ya hekima na akili na maarifa na ufahamu na utashi na akili njema itokayo kwako, wa kusikia na kuelewa neno lako asubuhi ya leo, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Mungu Mwenyezi, useme nasi sasa. Amen. Wapendwa mabibi na mabwana, kama nilivyosema, tunazungumza juu ya mada yetu kuu, kutoka misimu mpaka kusudi, from seasons to reason, from seasons to reason. Na hapa ninaangalia juu ya somo la leo, maisha ni marefu kuliko msimu. Maisha ni marefu kuliko msimu. Na tunaangalia sonona ya msimu kwa Petro. 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 Na ninaangalia hoja za kifalsafa chache asubuhi ya leo. Kwanza kabisa, usiwe na sonona ya msimu kama wale Waisraeli waliokuwa wanakataa safari ya kwenda kwenye nchi yao kwa kuhangaika na masufuria ya nyama ya Wamisri. Na kile ambacho nataka kuangalia hapa kwa uchache, Ijumaa tuliangalia asubuhi namna ambavyo wana wa Israeli miezi miwili tu walipotoka Misri walifika mahali wakanungunika, wakasema ni bora wangekufa Misri kwa sababu ya sufuria za nyama. Lakini tunapoangalia pia juu ya sonona ya misimu ambayo watu wanashindwa kwenda kwenye another step, next dimension, next level, kwenda kwenye hatua nyingine ya upako, huduma, neema, kibali, uchumi, fedha na maisha mengine yale ambayo yamebeba kusudi, na wanafungwa na kifungo cha misimu. Sasa hebu angalia leo thamani ya nchi ya Israeli na utajiri wake ukilinganisha na masufuria ya nyama ya utumwa wa Misri. Unapoangalia, unapoweka value ya watu ambao leo ni taifa huru, ni watu wana nchi yao, na ukiangalia pia utajiri, utashi, akili za taifa la Israeli,
Ukiangalia namna ambavyo Mungu ameinua taifa hili kubwa duniani ambalo leo linategemewa na teknolojia kubwa duniani. Lakini nachotaka kuangalia hapa, nasema thamani ya taifa la Israeli, namna ambavyo Mungu amelifanya hili taifa kuwa kubwa. Nimeenda Israeli mara nyingi, zaidi ya mara 20. Lakini ukiangalia ndege zinazoshuka hapo angani per day kwa ajili ya utalii wa kibiblia, na ukikumbuka kwamba kuna watu ambao walikuwa wanahangaika na masufuria ya nyama Yerusalemu ya sasa, ambako leo watu walikuwa wanahangaika. Huu ndio mji mkuu wa Israeli, mji mtakatifu na mji wenye maeneo maarufu, mambo mengi yako hapo. Lakini kile ninachotaka kuzungumza ni uwezo mkubwa wa kiteknolojia, uwezo mkubwa mahali ambako pamepea. Lakini hawa watu walikuwa wanasonona ya masufuria ya nyama, hawathubutu kwenda kwenye nchi yao, wanajaribu kuangalia masufuria ya nyama. Hapa ni kitovu cha biashara na teknolojia ambayo ni Tel Aviv ya sasa. Ni kitovu kikubwa cha biashara na teknolojia, maarufu kwa ufukwe na maisha ya usiku, na ni mji wa kisasa sana. Hebu angalia, kuna tofauti hapa. Pana ulinganifu gani na sufuria ya nyama? Mama Kitutu, hata kama umezeeka unaweza ukaangalia hapa leo teknolojia, maendeleo, umiliki, utajiri, na mtu anasonona ya sufuria ya nyama ya Misri. Can you imagine? Unaweza ukaona ni kifo na usingizi. Ndio maana nakuambia usifike mahali ukaangalia ukafikiri kwamba msimu ukipita kwenye maisha yako huna haja ya kusonona, huna haja ya kupata sonona kwenye maisha ya kwako. Mji wa bandari ya kaskazini mwa Israeli maarufu kama bustani, na ndipo ilipo milima ya Karmel. Hapa pia nimefika mara nyingi. Lakini kile ambacho nataka kuzungumza hapa bila kuwachosha ni kwamba sonona ya msimu isiharibu maisha ya kwako. Na hoja ya pili. Hoja ya pili ni Petro mwenyewe. Angalia sana usiwe na sonona ya msimu kama Simon Petro alivyorudi kuvua samaki. Simon Petro alirudi kuvua samaki baada ya Yesu kufa na kufufuka. Yeye akawaambia wanafunzi wenzake, twendeni tukavue samaki. Naenda kuvua samaki, na alikuwa na ushawishi, akaenda akavua samaki. Kilichompeleka kuvua samaki ni msimu. Lakini kumbuka ya kwamba Petro siku ya kwanza alipokutana na Yesu katika ziwa hilo hilo, siku ya kwanza Yesu alimwambia, tangu leo na tangu sasa hutakuwa mvuvi wa samaki, bali utakuwa ukivua watu. Tangu leo, tangu sasa hutakuwa mvuvi wa samaki, utakuwa mvuvi wa watu. Katika kitabu cha Luka ule mlango wa 5 mstari wa 10 mpaka wa 11. Luka 5:10 mpaka 11. Biblia inasema, na kadhalika Yakobo na Yohana wana wa Zebedayo walikuwa washirika wa Simon. Yesu akamwambia Simon, usiogope, tangu sasa utakuwa ukivua watu. Tangu sasa utakuwa ukivua watu. Hata alipokwisha kuviegesha pwani vyombo vyao, wakaacha vyote wakamfuata. Petro aliacha vyombo vikiwa na samaki pwani, akaondoka akamfuata Yesu. Ilimgharimu Petro miaka mitatu akiwa na Yesu kwenye theological training au kwenye theology training, kwenye mafunzo ya kitheolojia na mafunzo ya kichungaji, na jina likabadilishwa na Yesu akaitwa Petro badala ya jina lake alilokuwa anaitwa Simeon wa Yohana, lakini hapo akaitwa Petro, yaani mwamba. Yesu alimuita mwamba.
Lakini aliambiwa tangu siku ya kwanza, tangu day one, aliambiwa ya kwamba tangu sasa msimu wa kuvua samaki umeisha, umeingia kwenye msimu mpya wa kuvua watu. Lakini Yesu alikufa na akafufuka, alafu Simon Petro akarudi tena pale pale kwenye kuvua samaki. Katika kitabu cha Mathayo ule mlango wa 16 mstari wa 18 na wa 19. Kitabu cha Injili ya Mathayo ule mlango wa 16 mstari wa 18 na wa 19. Biblia inasema hivi: nami nakuambia wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Nami nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni, na lolote utakalofungua duniani litakuwa limefungwa na mbinguni, na lolote utakalofungua duniani litakuwa limefungwa na mbinguni. Yesu alimpa Petro mamlaka ya funguo, na akampa kuanzisha kanisa na kulisimamia kanisa, pamoja na kubadilishwa jina na kupewa funguo. Bado msimu wa shombo la samaki ulikuwa haujamwachia. Nitarudia tena, pamoja na kubadilishwa jina na kuitwa mwamba. Yaani huyu Yesu alimuita mwamba. Siku hizi nasikia vijana wakiitana, wakitaka kuheshimiana tena mwamba. Sasa Petro aliitwa mwamba, na huyu mwamba akakabidhiwa funguo za mbingu na nchi, funguo za mbingu na nchi. Anasema lolote unalolifungua duniani limefunguliwa na mbinguni, na lolote unalolifunga duniani linafungwa na mbinguni. Pamoja na kubadilishwa jina, lakini mwamba, shombo la samaki, halikumwacha. Msimu wa shombo la samaki haukumwacha. Wapendwa mabibi na mabwana, msimu unaua. Kuna mauti ya vitu na mauti ya watu kwa sababu ya msimu. Kuna mtu anaweza akapata pressure kwa sababu labda serikali iliyopita alikuwa waziri, serikali hii sasa sio. Anaweza kupata pressure na kifo, na anakufa kwa sababu ya msimu wa miaka 3, miaka 5, na pengine amewahi pia kuwepo serikalini kwa miaka zaidi hata 20. Lakini msimu unaweza ukamletea pressure, unaweza ukamletea kisukari, unaweza ukamletea figo zikafeli, anaweza akapata kichaa. Msimu. Na mimi sijui kama umewahi kukaa ukaangalia. Najua katika Kwaresma hii tumekubaliana kimsingi kwamba tunaangalia msimu na kutafakari juu ya msimu, falsafa ya msimu na theolojia ya msimu na kusudi, theolojia ya seasons and reason. Na ninapoangalia hapa, ninaona namna msimu ulivyo na nguvu, ulivyomvuta Petro akajikuta amerudi yuko kwenye bahari pale pale. Ana jambo kubwa, alishabadilishiwa msimu, alishabadilishiwa na majukumu ya msimu, lakini anarudi pale pale. Na hapa tunazungumza juu ya maisha ni marefu kuliko msimu. Maisha ni marefu kuliko msimu. Usiruhusu msimu ukashambulia maisha yako na hisia ya ndani na utashi, kwa sababu misimu ni mingi inayopita katika maisha yetu, na inapita kwa namna ya tofauti tofauti. Nilikwambia tumepita misimu mingi mpaka hapa tulipo leo, na kila mmoja anaweza kahesabu aina ya misimu ambayo amepitia katika maisha yake. Kwa hiyo misimu huwa inaua. Misimu pia imebeba mauti ya vitu na watu. Kuna vitu ambavyo vinaweza vikafa ndani ya mtu kwa sababu ya misimu tu. Kama Petro, huduma ilikuwa inakufa, anarudi kwenye samaki kule kule, na aliambiwa tangu day one. Na amekaa na Yesu miaka 3 chuo cha theolojia. Amekaa na Yesu miaka 3. Lakini msimu, kuachana na msimu, ni Mungu akusaidie. Ni Mungu akusaidie kwa neema yake. Ilimchukua Petro miaka 3 ya training na bado haikufua dafu. Aliishi na Yesu, bado haikumsaidia. Lakini alimkana Yesu mara 3 makavu live, kwamba sijawahi kumuona wala simfahamu. Mtu ambaye amekaa naye
hata kama angesema mfahamu. Siku alipomponya mama mkwe wake, Biblia inasema Yesu alimtembelea Petro nyumbani kwa mama mkwe, akaenda akamponya mama mkwe wake homa, akatengeneza heshima ukweni. Kuna jambo zito kama mwanaume akaweza kutengeneza heshima ukweni. Lakini pamoja na hapo, msimu ulimsababisha akamkana Yesu mara 3. Nataka kusema hoja ya 3 hapa kwa haraka. Kuna kifungo cha msimu ambacho wengi wanateseka kwacho. Hoja ya 3. Kuna kifungo cha msimu au kifungo cha misimu ambacho watu wengi wanateseka kwacho. Mambo ya watu wengi hayaendi sababu tu ya kifungo cha msimu. Watu ambao wamefungiwa kwenye msimu. Unatafakari ama wakati mbaya uliopita kwenye maisha yako ambao sasa unatengeneza poison, unatengeneza kinyongo, unatengeneza kisasi, unatengeneza chuki, unatengeneza hasira. Moyo wako hauwezi kubeba hayo mambo. Kuna misimu kweli inakuacha unameza dawa. Mimi nimepita misimu kadhaa kwenye maisha yangu. Kuna misimu inakusababisha upande ndege ukatibiwe. Unaenda na listi ya magonjwa, unaambia daktari, hata kabla hujanipima mimi najua figo hazipo, najua moyo una matundu, uko chekecheke kama gunia la katani. Yaani unafika unamweleza daktari kulingana na jinsi ulivyopita. Wapo watu ambao wamepitia misimu ya namna hiyo. Misimu iliyobeba maumivu kwenye moyo wako. Misimu iliyobeba vitu ambavyo umeona nimeonewa, umedhulumiwa, umefanyiwa vibaya. Na unaona sasa hicho kifungo cha msimu ni kifungo ambacho wakati mwingine usipoachia ndani ukabaki na sonona ya msimu, hakuna kitu kinazaliwa kwenye maisha ya kwako. Unabakia na chuki, unabakia na kisasi, unabakia na uchungu, na vile vitu vyote vya kisasi, uchungu, ghadhabu, hasira, kulipiza kisasi. Yale mambo ambayo unayafikiri kwenye maisha ya kwako ni mambo ambayo kadiri unavyoyaweka ndani yanaua organs, yanashambulia moyo, yanashambulia figo, yanashambulia hali yako ya afya ya akili, yanashambulia kongosho, unapata sukari. Na hayo yote yanaposhambulia unaanza kuhudhuria kliniki. Ni kifungo cha msimu. Mimi nafikiri watu wengi tunafanya deliverance ya kuwafungua watu kutoka katika vifungo vya mapepo, mizimu, uchawi. Acha nikuongezee na jambo la kuombea. Jiombee maisha yako ukijifungua katika kifungo cha msimu. Mama Mari, umeelewa? Yaani uhakikishe kwamba unapoomba ukakemea mapepo, pale mwisho kemea msimu, kwa sababu msimu mzimu. Hebu punga mkono wako pamoja na mimi. Misimu mzimu. Yaani ni kitu gani kinachomrudisha Petro kwenye shamba la samaki kama sio mzimu? Ni kitu gani? Nini kinamrudisha hapa? Misimu. Mizimu. Sasa nazungumza nini hapa? Nasema watu wengi ukishazalisha hiyo sumu unashindwa kuendelea. Huo ni msimu mbaya kwenye maisha yako. Njoo kwenye msimu mzuri. Msimu mzuri ambao umepita, ulikuwa una relax. Ni ule wa wana wa Israeli wanaofikiria nyama na masufuria ya nyama kuliko nchi yao. Kwa hiyo kuna msimu ambao saa zote unasonona. Wakati ule nilipokuwa bosi mahali fulani, wakati ule nilipokuwa na fulani, wakati ule nilipokuwa na maisha haya, wakati ule. Na huu msimu huu ndio unaua wastaafu. Na watu wengine hawasubutu kustaafu. Anapigania msimu tu. Yaani asubutu kwa sababu ana kifungo cha msimu. Na unajua inawezekana ikawa ni nafasi za uteuzi, inaweza ikawa ni nafasi za chaguzi, inaweza ikawa ni nafasi za kutumwa, lakini pia kuna umri ambao ukifika miaka 60 wa sheria ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mataasisi mengine kama jeshi miaka 55, you must go. Sasa unakumbuka msimu wa kupigiwa saluti. Kila ukiamka hakuna house girl, hakuna house boy anakupigia saluti.
Unakumbuka tu msimu mzuri, nilikuwa naendeshwa, gari yangu ilikuwa ina bendera, gari yangu ilikuwa ina nyota. Nikifika mahali gari yenyewe inapigiwa saluti, mimi mwenyewe napigiwa saluti. Sasa hapa angalia, hapa nyumbani unapambana na kuku, unapambana na jogoo, unapambana na binadamu, unapambana na paka, unapambana na kila mtu kwenye nyumba, na unafarakana na kila kitu kwa sababu ya msimu mzuri uliopita. Lakini kumbe hiyo heshima na msimu mzuri ulitengeneza kitu kwenye maisha ya kwako. Ni lazima ungetumia neema ya huo msimu mzuri kufanya mambo makubwa katika maisha ya kwako. Na kuna watu wanasonona ya msimu. Uwe mbaya, watu wanasonona. Uwe mzuri, watu wanasonona. Kuna watu ambao wanasonona. Mtu mmoja akaniambia, mchungaji, mume wangu mimi alifariki ghafla kwa heart attack. Lakini nilikataa kabisa ku accept hiyo death. Nikikumbuka mume wangu alivyokuwa ananipenda. Ameniachia watoto 3. Na mtoto mmoja na mtoto wa kwanza yuko darasa la 3. Mtoto wa kwanza yuko darasa la 3. Na yeye mwenyewe kila siku, kila weekend anaenda kushinda kaburini. Anasafisha kaburi, ananunua maua kila siku. Ni mwaka wa 3 anahudhuria kwenda kaburini tu. Anakumbuka msimu uliopita ambao mume wake hawezi kutoka kwa wafu. Anasema tena, ananiambia ulivyoanza tu somo la msimu, ndio weekend hii kwa mara ya kwanza sijaenda hapo kaburini. Nimeanza kufikiria watoto wangu. Nimeanza kujua sasa nina watoto na hawa watoto wanatakiwa kusoma. Na ananiambia akili yangu ilikuwa imestaki kila siku. Ninaenda kaburini, kaburi liko hapa pembeni, mimi natanika mkeka wangu pembeni, usingizi. Na naanza kupiga story na mfu. Nakaa hapo kwenye kaburi. I remember the way mume wangu alikuwa ananipenda. Nilikuwa nina responsible husband. Lakini amekufa na heart attack. Ghafla hakuaga. Na ni msimu umepita kwenye maisha ya kwangu mzuri. Nafanyaje? Ndio maana nasema hili somo ni somo lenye spirit. Spirit ya somo hili ni inner healing, uponyaji wa ndani, kukubali kuachana na sonona ya msimu. Sasa leo Petro alikuwa anarudi kwenye ziwa lile la Tiberia kwenda kuvua samaki. Sasa angalia, nataka uone sasa leo matokeo ya kifungo cha sonona ya misimu ya Petro. Kifungo kilipotoka, Yesu alienda mwenyewe, na ninakuombea kwa Mungu aliye hai naye hubiri habari zake. Yesu aje kwenye maisha yako mwenyewe, akutoe kama Petro alivyomtoa katika lile ziwa la Tiberia, akampeleka kwenye anga zake, kwenye next level, next dimension. 3 years, miaka 3. Yesu alimwambia, tangu leo hautakaa uvue samaki, utaenda kuvua watu. Akaamka na kiburi chake, akaenda kuvua samaki usiku kucha akupata. Kwa nini? Yesu alishamwambia, tangu leo msimu wako wa kuvua samaki ambazo zina shombo, samaki za Wapare, mwisho. Wapigieni Wapare makofi mengi. Samaki hizo mwisho utakuwa unavua watu. Yeye akaamka, akaacha kuvua watu, akaamka na mitumbi yake na nyavu zake, akaenda kuvua usiku kucha kupata kitu. Yesu mwenyewe akasimama pembeni, akawaambia, wanangu, mna kitoweo? Asema hatuna. Hatuna. Akaambia, nendeni mkatupe jarife upande wa kuume wa chombo. Yesu mwenye funguo akafungulia samaki, alafu akawaleta pembeni, akawaandalia chakula. Baada ya hapo alimweka Petro wakfu, akambariki, akamweka wakfu, akamordain kuwa mchungaji wa kwanza ambaye aliwekewa mikono na kuapizwa na kuweka nadhiri za kichungaji ni Petro siku ile. Sasa angalia leo matokeo ya kifungo cha sonona ya msimu wa Petro kilipotoka na kumwachia, ndipo akaanzisha huduma huko St. Peter. Sasa unaweza ukaiweka St. Peter hapa, ukaangalia, ukaona mambo ambayo Mungu amefanya katika maisha ya kwako. Naona hii ni St. Peter. Ni St. Peter's huko Basilica, Rome. Hii ni moja ya kanisa ambako ndiko Papa Mtakatifu anakokaa. Na Petro alikuwa ni papa wa kwanza hapa katika hili kanisa. Unaweza ukalinganisha, yani hili tu kanisa hapo,
Unaweza ukalinganisha na mtumbi wa samaki hapo feri Kigamboni, na wamama wenye ndoo wako hapo jirani wanataka samaki. Yaani ndio nakwambia, msimu ukipita, please achana na sonona. Na hii ni hiyo tu basilika peke yake. Hii ni basilika, lakini tunaangalia juu ya kazi, juu ya kazi, juu ya huduma, juu ya maendeleo, juu ya utajiri na heshima ya kanisa dunia nzima. Tunapozungumza Christianity, the contribution of Christianity all over the world. Tunapoangalia mchango wa kanisa, the power of church, Christianity, Ukristo duniani na mchango wake, huwezi kulinganisha utajiri wake, huwezi kulinganisha heshima yake, huwezi kulinganisha kazi, huduma za kumsaidia binadamu. University ya kwanza duniani ilianzwa na wamonaki. Library ya kwanza kuhifadhi maandiko duniani ilianzwa sio duniani, library kubwa ya kwanza ilitengenezwa na ilianzishwa na wamonaki. University zilianzishwa na wamonaki kaskazini mwa Afrika na kule Uturuki, kwa historia ya kanisa. Lakini nazungumza juu ya tarehe. Leo ni tarehe 23 mwezi wa pili 2026. Leo ni tarehe 23 mwezi wa pili 2026. You know why? Kwa sababu ya kanisa. Unapo sign document yoyote leo, bank, ukasaini leo airport, unakiri habari za the power of church, the power of Christianity, kwa sababu ni tarehe 23 mwezi wa pili 2026 baada ya Kristo. Ungejipigia makofi mengi yanaeleweka. That power, dunia kanisa lina own masaa ya dunia, masaa na nyakati. Alafu Petro alikuwa anababaika, anahangaika na msimu wa samaki. Wapendwa mabibi na mabwana, maisha ni marefu kuliko msimu. Ndicho ambacho naweza nikazungumza hapa. Maisha ni marefu kuliko msimu. Na ninataka niwaambie watu wachache ambao misimu inakupa shida kwenye maisha kwako. Na sijajua namna ambavyo utajitenga na misimu inayokupigia kelele, inayokupa hasira na chuki na vinyongo, inayokusababisha kuongea peke yako. Misimu ikipita, iache ipite, ama iwe mizuri ama iwe mibaya, lakini ruhusu misimu ipite. Petro, hakuna ibada ya masifu ya asubuhi ya leo. Leo ninatumika na ninahudumia mataifa zaidi ya 180 duniani kote. Ni kwa sababu ya Petro ambaye ni mwamba aliyeambiwa, wewe ndiwe Petro na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa, wala milango ya kuzimu haitalishinda kanisa. Milango ya kuzimu haitalishinda kanisa. Na mimi ningesema milango ya misimu haitalishinda kanisa. Milango ya kuzimu haitalishinda kanisa, na milango ya misimu haitalishinda kanisa. Na mimi natamka waziwazi, milango yote ya misimu haitakushinda kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Uwe msimu mbaya, uwe msimu mzuri, chochote ambacho kimewahi kutokea kwenye maisha yako na kikapita na kinakuletea sonona, tangu leo asubuhi upone kwa jina la Yesu. Yule Mungu aliyemjia Petro, najua Yesu alikuja mwenyewe akasema, Petro ameshikwa na msimu. Msimu umemshikilia Petro. Msimu wa kuvua samaki umemshikilia Petro. Let me go myself, acha niende peke yangu. Kwa hiyo Biblia inasema Yesu akaenda mwenyewe, akamkuta Petro anahangaika kuvua samaki. Lakini alimwambia miaka 3 iliyopita, usivue samaki, vua watu. Biblia inaniambia alipomtoa kwenye msimu, Biblia inasema alifika katikati ya Jerusalem, alihubiri Injili. Biblia inasema alivua watu 3,000, zaidi ya watu 3,000 waliokoka pa once
kwa maana ameingia kwenye msimu wa kuvua watu. Oh my God, oh my God, oh my God. Na mimi ninasimama kwenye madhabahu hii, Mungu akupeleke kwenye msimu wa kwako. Washindi wachache wangesema amina. Oh my God, ninatangaza tangu leo, misimu iliyokushikilia, iliyogandamiza maisha yako, na ikuachie kwa damu ya Yesu. Washindi wachache wangesema amina. Ninatangaza neema ya Mungu tangu leo kwenye maisha ya kwako. Hautaishia kwenye msimu, hautafia kwenye msimu, uwe msimu mzuri au msimu mbaya, hautafia pale, lakini utaenda kwenye reason, kwenye kusudi ambalo Mungu ameliweka kwenye maisha ya kwako. Wako wapi watu wa kusudi hapa? Wangemshangilia Jehova na wangempigia Bwana makofi mengi ya shangwe. Haleluya! Nisaidie kuwatikisa watu wawili watatu, waambie tu from season to reason. Waambie tena from season to reason. Haijalishi umeumizwa na msimu kiasi gani, haujalishi umelia kiasi gani. Wako wapi watu ambao asubuhi ya leo wanaanza safari? Wako wapi wachache wangesema amina na wangempigia Jehova? Haleluya! Na mimi ninasimama asubuhi ya leo, ninatangaza waziwazi, tukutane kwenye kusudi. Wako wapi watu wachache wanaosema tukutane kwenye kusudi? Nasema tukutane kwenye kusudi. Leo ukiniuliza Petro, tunakutana kwenye kusudi, yeye aliyelianzisha kanisa. Na kama kanisa lipo, kusudi lako litakuwepo, wala milango ya kuzimu haitaharibu hilo kusudi, wala milango ya misimu, wala machungu ya misimu, wala huzuni ya misimu haitaharibu kusudi la Mungu kwenye maisha ya kwako. Watu wa kusudi wangesema amina. Watu wa kusudi wangempigia Jehova na vigelegele vya shangwe. Haleluya! Ninasimama kwenye madhabahu hii, ninatangaza tangu leo, ikiwa kuna uwezo wowote ndani yako, ikiwa kuna kibali chochote ndani yako, ikiwa kuna nafasi yoyote ndani yako iliyokuwa imeshikiliwa na misimu, kama misimu iliyokuwa imeshikilia kibali na neema na kazi na kusudi la Petro, tangu leo wewe na watu wa nyumbani kwako ambao wameshikiliwa na misimu, tangu leo umefunguliwa kwa jina la Yesu Kristo. Huyo Yesu aliyekwenda kwenye ziwa akakutana na Petro, nawe Yesu wako asubuhi ya leo akutane na maisha yako. Washindi wachache wangesema amina, halafu mpigie Jehova na vigelegele vya shangwe. Haleluya! Nasema kama leo nimeonyesha St. Peter Basilica Rome, kuna siku nitaonyesha picha ya cha kwako. Sijui nimeongea na watu wangapi. Kama wewe unakataa, niangalieni, mimi ni mchungaji wenu, mchungaji Kimaro, niko hapa nasemea hapa kwenye madhabahu. Kama wewe utakataa, ukabaki unateseka na msimu, ukakosa kuonyesha cha kwako, mimi nakataa misimu yote, iwe mizuri au mibaya. Sonona ya misimu ninatoka, na kuna siku nitakuonyesha picha ya cha kwangu kwa jina la Yesu Kristo. Wanaoamini waseme amina. Pigie Jehova vigelegele vya shangwe. Hebu rudisha hiyo picha Basilica pale. Rudisha hiyo picha Basilica pale. Hebu rudisha hiyo picha Basilica pale. Nataka kusema hivi, na kuonyesha hii picha nikiwa kwenye hii madhabahu. Nataka nikuambie picha ambayo Mungu amekusudia kwenye maisha yako kwa dream na vision ulizonazo. Hiyo picha na hayo maono yatatokea kwa jina la Yesu. No matter the situation, no matter the seasons ambazo unapitia, lakini kusudi litakuwepo. Wako wapi waliopokea? Hii ni picha ya Petro, inaitwa St. Peter Basilica Rome. Kuna saa nitapata picha ya kwako. Kuna saa nitapata picha ya kwako. Kuna siku nitaiona picha ya kwako. Kuna wakati utaposti vitu kwenye mitandao vikae kwenye Google vya kwako. Washindi wachache wangesema amina, halafu mpigie Bwana makofi. Inua, naomba usimame mahali ulipo. My time is over. My time is over. Nataka uombee kusudi, lakini naomba ujifungue kutoka kwenye kifungo cha misimu. Jioni ya leo maombi yatafanyika hapa, na ataongoza maombi mwinjilisti Henry. Naomba shiriki pamoja nasi. Utapata nafasi kubwa ya maombi. Yale tunayofanya hapa asubuhi, jioni tuna nafasi ya 1 hour ya maombi. Naomba ushiriki kwenye hiyo ibada, lakini pia uhakikishe unaomba. Na nini tunaombea leo? Leo tunaombea mambo mawili. Jambo la kwanza,
ni kujifungua katika vifungo vyote vya misimu. Iwe misimu yoyote iliyokufunga, hicho kifungo kiachie, na kwa kuwa cha Petro kiliachia, na cha kwako kitaachia. Jambo la pili, ombea vision, ombea ile picha ya wewe unayoiona wewe kwamba mimi nina picha hii kwenye maisha yangu. Pray for that. Na mimi nakuambia, nimekuonyesha picha ya Basilica Rome, St. Peter, na picha ya kwako nitaiona kabla sijafa. Nitaiona kwa macho yangu, na adui zako pia wataiona kabla hawajafa. Sema amina, alafu mpigie Bwana makofi mengi. Inua mikono yako juu. Mkono wako wa kulia shika kwenye moyo wako, mkono wako wa kushoto inua juu. Rudia maneno haya pamoja nami. Sema kwa sauti kubwa, Bwana Yesu, asante kwa ajili ya siku ya leo. Hii ni siku ya 5 ya mafungo yangu ya Kwaresima ya mwaka huu, na wewe ni Mungu. Ninasimama kwenye hii madhabahu. Sonona yoyote, iwe ya wakati mzuri au ya wakati mbaya, ambayo imepita kwenye maisha ya kwangu, sonona ya msimu mzuri au sonona ya msimu mbaya ambao umeshapita kwenye maisha yangu, na ninajua kwa hakika nimebeba kusudi, na maisha ni marefu mno kuliko misimu. Baba, ninajifungua katika vifungo vya misimu kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Yesu wa Nazareti, uliyemwendea Petro ukamfungua na kifungo cha msimu, ninaomba leo, fungua maisha yangu kwenye kifungo cha msimu. Ondoa chuki na kisasi na vinyongo na magonjwa. Ondoa sonona kwenye moyo wangu kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Na leo Bwana, picha ya maisha yangu, ile picha ya ndoto na maono niliyonayo, ninayaleta madhabahuni pako. Ninaomba unipe afya njema na maisha marefu. Nione picha hii ikitokea, na ndoto hii ikitokea, na maono haya yakitokea. Naiombea picha hii, ninaifunika kwa damu ya Yesu, ili kusudi la Mungu kwenye maisha yangu. Baba, mapenzi yako yatimizwe na ufalme wako uje kwa jina la Yesu. Hebu omba maneno machache. Ombea hiyo picha. Hiyo picha ni ya kwako, mimi sijui. Ombea hiyo picha, ombea hilo kusudi, ombea hayo mambo ambayo unayaona yakitendeka katika maisha yako asubuhi ya leo. Baba, ninasimama madhabahuni pako, ninakusihi kama uishivyo na roho yako ikavyo, uwabariki watoto wako hawa. Ninamwombea kila mmoja aliyeko hapa na wale walioabudu nasi masafa ya mbali, mahali duniani kote. Baba, ninawafunika na neema yako ya kimbingu. Ninaachilia kusudi litokalo kwako, na ndiposa ninazivunja roho zote za uasi, maroho yote ya laana, kila misimu iliyoshikilia maisha ya watu hawa, misimu ya mateso, misimu ya sonona ya misimu iliyoshikilia watu hawa, wanashindwa kwenda kwenye kusudi ambalo Mungu amekusudia kwenye maisha yao. Ewe sonona ya misimu, toka, achia hivyo vifungo, hizo nira ninazivunja kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Ewe msimu, ewe sonona ya msimu, toka, mwachie huyu baba, mwachie huyu mama, mwachie huyu kijana, achia mtu huyu aliyesoma, mwachie mtu huyu ambaye ana influence kubwa ya uongozi, achia brain yake, toka, achia, toka, achia, toka, achia sonona ya msimu, toka, achia sonona ya msimu, toka, achia sonona ya msimu, toka, achia kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Na magonjwa yote, magonjwa ya moyo, magonjwa ya sukari, magonjwa ya figo, magonjwa ya presha, magonjwa ya kansa, magonjwa yaliyotengenezwa na sonona, ndivyo unavyotoka, nyama kwa nyama, fupa kwa mfupa, mshipa kwa mshipa. Toka, achia magonjwa yote, achia ndani ya watu hawa. Baba, ninawabariki watoto wako asubuhi ya leo, ninafunika maisha yao. Ninaomba uonekane katika kila kitu wanachokifanya, na uso wako uende pamoja na watu wako daima.
Baba, ninaomba uzikubali dhabihu na sadaka tunazoleta madhabahuni pako asubuhi ya leo, na utubariki Mungu Mwenyezi, sisi na sadaka zetu, na uzipokee kwako mbinguni. Bariki kazi ya mikono ya watoto wako, na ziombea saiti zote za ujenzi. Ninaombea mipango ya kazi mbalimbali ambayo watoto wako wanayo, miradi ya kifamilia, kazi na maono watoto wako walizonazo, nimeziombea. Wabariki siku hii ya leo na juma hili. Bariki kazi za mikono ya watoto wako sasa na daima, katika jina la Yesu Kristo. Utubarikie Mungu Mwenyezi, sisi na sadaka zetu, na uzipokee kwako mbinguni. Amen. Na sasa inamisha kichwa chako, pokea mbaraka wa Bwana ninyi nyote mnaomtegemea. Na Bwana Mungu akubarikie, akulinde. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake, akufadhili. Na Bwana Mungu akuinulie uso wake, akupe amani. Akubariki Mungu Mwenyezi, akutoe katika sonona ya msimu. Nami nimekubariki nyumbani mwa Bwana. Tazama, umebarikiwa daima, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Na washindi tuliobarikiwa tuseme amina kwa vigelegele vya shangwe. Haleluya.